Naitwa Mhandisi Jovin Sylvester Jovin, ni mkufunzi wa chuo cha ufundi Arusha kutoka idara ya uhandisi wa magari. Lakini pia ni mratibu wa mafunzo ya wahudumu wa mabasi na makondakta. Mafunzo ambayo Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri Ardhini, yani LATRA, iliyaweka ili kuwawezesha na kuwarasmisha wahudumu wa mabasi katika kazi yao wanapokuwa barabarani. Sasa tunaweza tukasema makondakta pamoja na wahudumu wa mabasi rasmi ni watumishi katika sekta ya usafirishaji. Watumishi ambao hawana budi kupata mafunzo. Sheria ya usafirishaji chini ya Mamlaka ya Usafirishaji, yani LATRA, inawalazimisha watu wote ambao wanataka kufanya kazi katika sekta ya usafirishaji wa abiria kuwa wamesoma na kusajiliwa rasmi. Kwa utaratibu huu wa kusajiliwa ili upate leseni ya kufanya kazi kama mhudumu wa usafirishaji, ni lazima uwe umesoma. Nasi chuo cha ufundi wa Arusha tumejipanga kuwahudumia vyema. Sasa tupo bachi ya pili ambayo tumeanza tarehe 26. Bachi ambayo tumekuwa na wanafunzi ambao tumewasajili takribani 72 na tunaenda nao katika vipindi mbalimbali kulingana na mwongozo na mtaala ambao wanapaswa wajifunze. Vipindi hivi vimegandiwa katika nyanja mbalimbali. Ziko nyanja za kumfanya mhudumu wa mabasi aweze kuwa na maarifa ya kumhudumia na kumjali mteja, yani masomo ya huduma kwa wateja. Lakini kuna nyanja ya kumsaidia abiria anapokutwa na changamoto wawapo wa safarini. Anaweza kaumwa ghafla, anaweza akapata mshtuko ghafla. Lazima mhudumu awe na ujuzi wa kutoa huduma ya kwanza. Lakini pia ajali inaweza ikatokea. Ajali inaweza ikatokea ikasababisha majeraha na ikasababisha kupoteza fahamu. Mhudumu huyu anapaswa awe na ujuzi wa kumsaidia majeruhi ili apate nafuu kabla ya kumfikisha katika mamlaka za tiba, yaani hospitali. Lakini kuna nyakati moto unaweza ukatokea. Mhudumu huyu wa basi atakuwa na maarifa makubwa zaidi ya kuweza kuzima moto, ule moto wa awali, na ataokoa majanga makubwa ambayo yangeweza kutokea kwa moto mkubwa kwa kutumia mbinu hiyo ambayo amejifunza ya kuzima moto. Tutakuwa na muda wa wiki moja tukiwapatia mafunzo na kuwaongezea ujuzi wawapo kazini. Mafunzo haya yamekuwa na tija kubwa sana katika taifa letu la Tanzania. Katika sekta ya usafirishaji, nchi yetu ya Tanzania tulikuwa tumechelewa kidogo ukilinganisha na nchi nyingine. Katika sekta za usafirishaji wamekuwa mahiri na wamekuwa bora zaidi. Ukiangalia wahudumu wa mabasi ni wahudumu ambao wamesomea hizo kazi zao na wamekuwa professional na wakitoa huduma nzuri kwa wateja. Wale ambao tumeenda nchi za ng'ambo tunaweza tukashuhudia haya ambayo leo tunayasema. Lakini yale yanayofanyika nchi za ng'ambo leo tutayaona katika nchi yetu ya Tanzania, tukiwa na wahudumu ambao wamesomea na wamekuwa mahiri kufanya kazi yao. Lakini baada ya bachi hii ya pili, tunatazamia kuwa na bachi nyingine ya tatu mnamo tarehe 23 ya mwezi wa 6. Bachi ya tatu tunatazamia kuwa nayo mnamo tarehe 23 ya mwezi wa 6. Kwa wale ambao wamechelewa kidogo kusajiliwa katika bachi ya pili, tutawapeleka katika bachi inayofuata ya tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu 2025. Nawe ambaye bado ni mhudumu wa basi na kondakta ambaye bado haujapata mafunzo, haujachelewa. Fika chuo cha ufundi Arusha, fika katika mamlaka ya usajili na utasajiliwa. Tarehe 23 utaanza masomo ambayo yatakufanya uweze kuwa mahiri na kubobea katika kazi yako unayoifanya. Watanzania wanasubiri kuona tunapata huduma bora kutoka kwenu makondakta. Watanzania watafurahi sana wakiona wanahudumiwa katika namna ya tofauti ukilinganisha na ile namna nyingine ambayo ilikuwa ni ya mazoea. Tumekuwa siku zote tukiimba na kusema mteja ni mfalme. Ikiwa abiria ni mteja, ikiwa abiria anachukua nafasi ya ufalme, wewe kama mhudumu wa mabasi ni lazima
umpe ile heshima yake ili kumfanya aweze kurudi tena na tena. Tumeona somo zuri ambalo limetolewa kwa wahudumu wa mabasi likiwalenga katika maadili, wawe na maadili mema ili kuwafanya wale wanaowahudumia watamani hata siku nyingine kusafiri pamoja nao. Karibu sana katika Chuo cha Ufundi Arusha ambapo skills